Kusema za ukweli ndugu zangu, haba na haba ujaza kibaba. Na mdharau mwiba mguu uota tende. Lakini vile vile naweza kusema kwamba hata mbuyu ulianza kama mchicha na baadaye ukawa mbuyu. Lakini vile vile tusisahau kwamba hata kansa inaanza kama kipere, lakini baadaye inakuja kuwa kansa. Wakati Diamond Platnumz wananchi wanamuomba awe, yani wanamtaka kiuhalisia, sio wanamuomba kwa sababu ni wajibu wake kwamba awe upande wao, lakini Diamond Platnumz ni kama amewakimbia wananchi. Wakati anawakimbia wananchi, wananchi wanamsihi, yeye mwisho wa siku anaendelea kuposti vituko, messages zenye kejeli huko kwenye mitandao yake, na vitu anaposti, you can see up. Sasa niwaambieni ukweli kwamba watu walikuwa wanamwangalia muda mrefu kwamba huyu sisi ni msanii wetu, sisi ndo tumemtoa, sisi ndo tumemfikisha pale. Ana play part gani kwetu? Anashirikiana na sisi kiasi gani? Sasa ndo maana watu wakaamua kuchukua uamuzi wa kumunfollow Diamond Platnumz. Na hii kampeni inaonekana ilianza tarehe 29 mwezi wa 10. Na ikawa imeendelea kutoka pale. Sasa kutoka tarehe 29 mwezi wa 10 mpaka leo ninapozungumza ni tarehe 8 mwezi wa 11, ile kampeni imekuwa ikiendelea. Sasa nataka niwaambie tarehe 6 Sky wa Simulizi na Sauti aliripoti followers ambao Diamond Platnumz aliwapoteza. Mnaweza mkamsikiza kidogo. Lakini ambaye anaongoza kwa kupoteza wengi Instagram ni Diamond Platnumz. Hivi ninavyozungumza sasa hivi, nikiangalia katika website ya Instatrack, ambayo hii inaangalia mienendo katika social media mbalimbali, wangapi wanamfollow mtu fulani, wangapi wanamfollow na mambo kama hayo, inakuwa ina monitor hivyo. So far Diamond Platnumz ndani ya siku 7 amepoteza followers 107,938. Nadhani wote mmemsikia. Sasa hizo data kutoka huko kutoka kwenye Instatrack, mimi nikaendelea kumonitor kutokea pale, yani kutoka tarehe hiyo 29 20 ngapi na siku ambayo alitoa data hizo Sky, nikaendelea kumonitor kwa kutoka tarehe 6, tarehe 7 na leo tarehe 8, kwa sababu leo peke yake amepoteza followers zaidi ya 6,000. Sasa hiyo aliyokuambia Sky ni kwamba siku hiyo alikuwa amepoteza followers kama 107,000 na ushare. Lakini hivi ninavyozungumza sasa, jumla ya followers kutoka hiyo tarehe 29 mpaka leo tarehe 28, toka tarehe 29 mwezi wa 10 mpaka leo hii tarehe 8 mwezi wa 11, Diamond Platnumz Instagram amepoteza followers zaidi ya 101,031. You can imagine, 101,031. Ngoja niwaulize kitu kimoja. Kuna msanii yoyote hapa Tanzania ambaye alifanya show ya kwake binafsi? Achana na hizi show ambazo unaona wasanii wanaenda kwenye Mwananchi, Sui Yanga au Simba Day. Achana na hizo show. Show ambazo msanii anakwenda mwenyewe kufanya show kama yake, including hata hizo show ambazo wanaandaa za Wasafi Festival ama Fiesta, wamewahi kuzidi wale mashabiki kuingia aidha kwenye uwanja au kwenye hiyo venue zaidi ya 5,000 au 6,000? Jibu ni hapana. Most of the shows watu ni 3,000, hata hizo za nje 3,000, 4,000, wengi 5,000. Yani hata ikisogea sana ni watu 7,000. Sasa you can imagine, hapa tunaongea kwamba yeye Diamond Platnumz waliomunfollow ni watu 101,031. What if wao watu 101,031 robo 3 ya hao followers wanatoka Tanzania? It means that lazima kwenye majiji makubwa, kwa sababu haya majiji makubwa ndo ambayo watu wengi ndo wanatumia hizi smartphone, na ndo ambao wako busy mitandaoni vizuri. Ninapoongelea miji mikubwa, kwa mfano Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya. Na hata kama ni mtumiaji mzuri wa Instagram, ingia kwenye insights zako uangalie watu wengi ambao wanatazama content zako ama followers wako wengi wanatokea wapi kwenye nchi hapa ndani, yani kwenye region za hapa ndani, achana na nje. Utakuta tu, yani utaniprove me wrong hata kwenye comment. Njoo hata kwenye comment kama utaona kuna tofauti. Utakuta tu Dar es Salaam ndio inaongoza, ikifuatiwa na Arusha ama Mwanza, and then Mbeya.
then mikoa mingine utawakuta watu wanaokufollow au wanao engage kwenye account yako ni wachache sana. Sasa hao 100,000, je, unaweza ukaimagine kwamba utakosa watu takribani, unakosa watu 5,000 ambao wamekuwa ni follow kutokea Mwanza, unakosa idadi ya watu 10,000 kwamba wamekuwa ni follow kutoka Dar es Salaam, unakosa una imagine kwamba unaweza ukakosa kweli watu takribani 5,000 6,000 wamekuwa ni follow kutoka mkoa labda wa Mbeya, and then wengine 2,000 kutoka labda Morogoro, 3,000 kutoka labda Bukoba, Sumbawanga, Rukwa au Songea, wherever. Kwa hiyo idadi ni kubwa, 131,000. Jamani, mtu yoyote ambaye hata kama mtu yoyote sasa Instagram ukienda kumwangalia mwenye followers 131,000 anaonekana naye ni mtu, ni celebrity, naye ni influencer kwa sababu ya kuwa na followers 131,000. Sasa remember, hii kampeni pia inaendeshwa pia na watu ambao diasporas, ambao ni diasporas, wa Tanzania ambao ni diasporas. Kwamba Diamond Platnumz inawezekana kadharau akachukulia kwamba hakuna kitu, mimi na mashabiki hata nje, hata Tanzania wakinipuuza mimi nje nitapiga. Kwani nje Diamond amewahi kufanya show anaingia wazungu? Diamond Platnumz amewahi kufanya show yoyote nje ambao ni show typical walioingia audience ni wazungu? Ni diasporas ambao ndo hao wanatoka Tanzania, wanatoka Kenya, wanatoka Burundi. Sasa imagine Kenya wenyewe they are not supporting him kwa sababu wanaona kwamba sio mtu anayesupport wananchi wake. So kinaweza kamlamba ndani na kienda kamlamba nje. Tunaongea kama masiara, sasa hizi tunatengeneza content, tukizungumza vitu kama hivyo, tukitoa data, watu wengine wanaona kama tunaongea masiara, lakini sio masihara. Kinaweza kamlamba hapa ndani na kamlamba huko nje, mambo yakawa magumu. So sometimes lazima uzingatie nyakati, lazima uzingatie alama za nyakati na muda unasema nini, wakati unasema nini. Lakini kama umeendelea mtu kushupaza, unafikiri wewe ndo mjanja kuliko wengine, basi it's up to you. It's up to you. Kwa guys, mnaweza mkaenda kufuatilia na kumonitor, kwa sababu flow ya watu wanao unfollow Diamond Instagram inazidi increase day after day. Tafuta huo mtandao unaitwa Instrack, yani INSTRACK, Instrack, ambayo inatoa analytics za Instagram, kwamba followers wanao follow, wanao unfollow, na idadi average wanakupa na kila kitu. So this is bad. It is bad. It's bad for Diamond Platnumz, I swear.